Ana kesi zake nyingi sana. Ana kesi zake sababu nyingi sana. Sio kama watu wanahisi kwamba Diamond alimwacha kwa sababu kule aliona atabanwa hatakuwa huru kufanya vitu vyake. Zuchu kumbana Diamond Platnumz ndio kawaida yake. Tuliona hata kwenye sherehe ya Jux ya hapa Bongo walipoalikwa, Diamond alikuwa anabanwa na Zuchu mpaka Diamond mwenyewe kuna wakati kama akawa anamkwepa, lakini kilichofanya mpaka Zuchu hajapanda ile ndege, kwanza naweza kusema ni wivu wa mapenzi uliopelekea mpaka Nasibu akamwambia bwana, ndege yetu imejaa. Imagine ndege imejaa. Aliambiwa ndege imejaa, akaambiwa nafasi hakuna. Mimi sijajua ni malezi au ushamba wangu au nidhamu yangu. Mwanamke ambaye unajiheshimu, kuna wakati achia, sema hii safari ya wanaume, ngoja ni muache mwanaume aende. Ikifika wakati sema hii safari nikitazama kweli na mimi nafaa kwenda. Na pia mtazame partner wako, ile expression yake, face expression yake, ile expression yake inaweza ikakupa majawabu, yakakusaidia usiaibike. Ndio maana leo hii nampenda sana Zuchu, napenda sana nyimbo zake, lakini imagine ameshona magauni 5 alafu Nigeria kashashona hajaenda. Na ukimzungumzia Zuchu unamzungumzia msanii ambaye angeamua kuteke flat nini yuko Lagos, lakini imebidi asiende. Na kingine inaonyesha ni hasara ya kujihusisha kwenye mahusiano na bosi wako, haswa mahusiano yasiyo rasmi. Kwa hiyo wanawake, bado mimi sichoki, naendelea kuwaasa na nawaasa kwa sababu nakumbuka kabisa mimi nilianza kazi nikiwa binti mdogo sana. Kwa hiyo sisahau njia nilizopita na zilinikomboa, na mimi nawakumbusha usiwe na mahusiano na bosi wako, baki mpaka wakati ule muafaka. Ukipata kijana wako mmoja mkaelewana tena official, tulia naye huyo. Mambo ya kujichanganya yana hasara kubwa. Na ukimzungumzia Zuchu leo, unazungumzia mwanamuziki ambaye yuko hatarini kwenye kazi yake ya muziki kwa kile kinachoendelea kwa sasa. La kwanza, anaweza akaachana na lebo yake iliyomfanya tukamtambua. Pili, akakosa amani ya moyo, akaachana na mwanaume wake. Tatu, akapata hasara ya maisha. Huenda akapata faida, lakini kwa awali lazima aanze kupata hasara. Kwa sababu mpaka kuanza kujijenga upya yeye kama yeye ni gharama na vinginevyo, uvumilivu, nyumba haikaliki, kubwa la maadui Mama Dangote kila siku anatikisa nyavu. Bwana, sikwambie mtu kuzaa ni jambo jingine. Wewe mtu akuletee masahara kwa mtoto wako utaweza? Eti bibi wewe utaweza? Kuzaa ni jambo jingine. Nasikia watu kila saa bwana, waweza kuoa olewa wewe huo. Kila wanasema pia kuna namna inahusu. Na wimbo na maneno ya kutisha, waweza kuolewa, mbona wewe uolewi? Wewe sijui uwezi usafi, sijui uwezi. Inatisha. Inatisha sana. Lakini inapotokea wewe huelewani na mama yake, huelewani na dada yake, na yeye yuko mazingira hayo, anaona atatunga nini Nasibu? Sasa tunga wimbo anachokiona. Na kuna msamiati unasema uelewani na wakwe. Kwa hiyo mtihani mkubwa.